Kitu ambacho nimejifunza kwa miaka mingi ambayo nimekaa hapa ni kuhusu nguvu ya ndani, au wanaita nguvu ya asili ambayo tuko nayo ndani yetu. Ile nguvu bwana, ni nguvu moja ambayo sisi hatuipagi nguvu inayostahili. Ni ile nguvu ambayo inayokuruhusu wewe kusimama wakati ambapo umeingia kwenye shida, inayokuruhusu kuamini wakati ambapo hutakiwi kuamini, inayokuruhusu kuchukua hatua hata kama umeingia hasara, hata kama umevunjika, umefanya ile nguvu ile. Usipoiangalia ina pande mbili. Kuna pande ambayo ikishavunjika hakuna mtu yote ambaye huwa anaweza kuitengeneza zaidi yako na Mungu wako. Na ndio maana ukisikiliza watu wengi sana, hata watu wa zamani, wanakwambia hakikisha maumivu yako hayaingii ndani ya nafsi, kwa sababu nafsi ikishajeruhika hakuna kitu kingine ambacho unaweza kukifanya huko nje. Lakini pande wa pili ni namna ambavyo iko positive kuhusu wewe. Kuna wakati unaingia kwenye matatizo, alafu ndani kwako inakwambia wewe kaa kidogo, tunatakiwa kuendelea kutembea. Umeona? Ikivunjika hakuna kitu unaweza ukafanya kuiponya isipokuwa wewe na Muumba wako. Hakuna binadamu yote ambaye anaweza kusaidia kuponya hiyo. Ndio maana kuna therapist, lakini ukienda kwa therapist after kumaliza session yake atakwambia upande mwingine ubaki wewe na Muumba wako. Lakini na hii sehemu ya pili ambapo ukiweza kuilisha vizuri, ikaweza kuwa hai, nakwambia hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikaja kikakujeruhi usipone. Hakuna ugumu wote unaweza kuja ukawa mgumu usitoboe. Hakuna kitu chochote ambacho kinachoweza kuzima ule moto au ule mwanga wa ile nafsi yako. So kwangu mimi, that's something nimejifunza, kwamba chochote kinachotokea kwenye maisha yangu, I say, kisiingie kwenye nafsi yako.